Katika uhalisia, mema na mafanikio tunayoyazungumzia leo yameletwa na yanalindwa na uwepo wa amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Nchi yetu inatambulika kuwa na sifa ya kutunza amani na utulivu tangu tupate uhuru mwaka 1961 hadi sasa. Utulivu huu umetuwezesha kuwa na mpangilio mzuri wa kubadilishana uongozi wa nchi kupitia utamaduni wetu wa kisiasa, uchaguzi wa kila baada ya miaka mitano. Kwa namna ya kipekee, nataka niwashukuru viongozi wa dini nchini kwa kuendelea kuwa walinzi imara wa amani yetu. Nchi yetu imeendelea kuwa yenye umoja na mshikamano kwa sababu viongozi wetu wa dini wanajiepusha na mahubiri yenye uchochezi na kuleta mifarakano. Pamoja na mafanikio hayo, nitumie fursa hii kuwakumbusha kuwa kama walivyogusia wenzangu, Mheshimiwa Mufti na wengine walionitangulia kusema, kwa mwaka huu tunakabiliwa na uchaguzi. Hivyo nawasihi sana viongozi wetu wa dini, tushikilie msimamo wa imani, udhibiti wa nafsi zetu na wajibu wetu katika kuikuza na kuitunza amani yetu nchini. Alikadhalika niwaombe katika madhehebu na makundi yenu mbalimbali muweze kuwadhibiti wale wachache miongoni mwenu walio na mwelekeo wa kuhubiri na kupandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao. Waache kufanya hivyo. Ni vyema sote tujue kuwa katika mifarakano na hasama hakuna atakayeibuka mshindi, bali kutatokea hasara na majanga. Waheshimiwa viongozi wa dini, jukumu la kusimamia amani nchini ni la serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama. Na kwa upande mwingine ni jukumu la wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kiasi kikubwa, ari na mori za wananchi huchochewa na maelekezo ya viongozi wao wa dini. Kwa msingi huo, nimewiwa kulitupa jukumu la ulinzi wa amani na utulivu au utulivu wetu nchini mikononi mwenu, waheshimiwa viongozi wa dini. Serikali kwa upande wake tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabudu na kuhubiri dini. Ila kamwe hatutomvumilia yoyote atakayetumia haki hii kuchochea chuki na uhasama. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania. Hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili husema, chelea mwana kulia basi hulia yeye. Kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yoyote atakayetovuka tutashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kutokushughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Waheshimiwa viongozi wa dini, najua mnajiuliza kwa nini nimechukua muda kuweka mkazo kuhusu kulinda amani na mshikamano kwa Watanzania. Nimefanya hivi ili kutoa indhari kwa dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Badala yake, viriri au majukwaa ya ibada yatumike kwa ibada, yasitumike na wanasiasa kufanyia propaganda zao. Matarajio yetu ni kuwa majukwaa haya ya kidini yatafanya kazi ya kutuliza hali na kuleta amani pale wanasiasa watakapotibua utulivu ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa dini, nimepokea maoni yenu ya kusahihisha mapungufu yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Niwaahidi kuwa kama serikali tumejipanga uchaguzi huu kufanyika kwa njia ya haki kwa kusimamia misingi yote ya kanuni, sheria na desturi zote za uchaguzi. Ile falsafa ya R4
utaendelea kuwa moja ya nyenzo zetu kuu katika uchaguzi mkuu unaotukabili. Nyote ni mashahidi wa maboresho na mageuzi makubwa tuliyokushafanya, kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa kuendelea nchini, inaendelea huko, bunge kufanya mabadiliko ya kisheria na kufuta sharti la mgombea kupita bila kupingwa, na sasa kila mgombea wa ubunge au diwani lazima apigiwe kura. Lakini vile vile tumeanzisha tume huru ya uchaguzi iliyokuwa ikidaiwa miaka yote, tayari tumeshaianzisha. Tumeweza kufanya haya yote kwa kushirikisha wadau wote wa kisiasa, na tulikubaliana hivi. Vile vile kwa nyakati tofauti, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ikiwahakikishia Watanzania utayari wao wa kusimamia haki. Nitoe wito kwa wadau wote wa kisiasa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao kikamilifu. Milango ya serikali ipo wazi kusikiliza wadau mbalimbali, ikiwemo kupitia majukwaa yaliyopo kama vile Tanzania Center for Democracy na majukwaa mengine yanayoruhusu tuzungumze. Nanyi viongozi wa dini, mtusaidie kuelimisha waumini umuhimu wa kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura ili waweze kuchagua viongozi wenye weledi, wachapakazi na watakaoleta maendeleo. Nimefurahishwa sana na kauli mbiu yenu inayosema amani ndio msingi wa maendeleo. Shiriki uchaguzi kwa salama na amani. Hii inaonyesha kuwa mnatambua wajibu wenu kwa elimu ya mpiga kura ni jukumu shirikishi na si la viongozi wa serikali peke yao. Ni vyema tukafahamisha Watanzania kwa sie ni ndugu, au udugu wa Tanzania unakuja kwanza, na kamwe tusiruhusu itikadi za kisiasa zikatugawa, kwani kuna maisha baada ya uchaguzi.